السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Haya ni mahaba ya Mtume Muhammad na vijana wa Al-Azhar kutoka Koma Kisiwani mmetokosha nuri wa kubani. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa umefika wakati wa kusikia neno lako. Wewe Mheshimiwa Mufti wa Tanzania ukimwakilisha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Majaliwa Kassim Majaliwa, lakini kwa sababu tunaye Mheshimiwa Waziri Ulega kaka yetu ambaye pia ni mbunge wangu na kura yangu kule Kisiwani Koma, yeye ni muombe afanye kazi ya kukaribisha wewe badala ya mimi kwa nafasi yake kama waziri, lakini kama mbunge wetu basi atumie kusema neno moja kisha kukaribisha wewe. Hadhira hii ina taraji kusikia neno kutoka kwako. Khitamu misli wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, mzee wetu Daktari Abubakar bin Zubair bin Ali na mashekhe wote, naomba nitambue pia uwepo wa viongozi wa dini ya Kikristo, wachungaji na maaskofu wale walikuwa hapa, lakini pia nitambue waalikwa mbalimbali walioalikwa na shekhe wetu, mwenyeji wetu Sheikh Alhad Musa Salum ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JMAT, na pia ni imamu mkuu wa msikiti mwenyeji ambao hapa tuko katika viwanja vyake. Naomba nitambue pia wanasiasa wenzangu waliotamka hapa, ikiwa ni pamoja na mamangu Mheshimiwa Mariam Kisangi, lakini pia vile Sheikh Ponda na Sheikh Nyogoni na wengine wengi ambao ninaamini inawezekana hawakupata nafasi ya kutambulishwa. Mheshimiwa Mufti, nimepewa kazi ya kukukaribisha kuweza kuzungumza nasi katika hadhara hii tukufu ya kumshangilia kipenzi cha Mwenyezi Mungu na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo kwa ubunifu wake Sheikh Alhad Musa Salum yeye huwahudhurisha watu wengi sana na huwaunganisha watu wa namna mbalimbali. Ukitazama katika hili jukwaa wako watu wa namna mbalimbali. Kwa hivyo mimi nimepewa tu kazi ya kukaribisha, na kuna jambo muhimu kabla sijakukaribisha unisame, maana yuko hapa mkuu wetu wa wilaya ya Temeke Mheshimiwa Sixtus Mapunda, aniwe radhi kwa kuwa yeye ni mwenyeji wetu hapa, na katika matamko yaliyotamkwa hapa sikupatapo kusikia akitamkwa. Kwa hivyo naye naomba nitambue uwepo wake, na baada ya kumtambua yeye uwepo wake, maneno yote ya kusema leo unayo wewe Mheshimiwa Mufti, na mimi nisingetamani hata kidogo
nichukue walau neno moja ambalo wewe utatakiwa kulisema hapa, ingawa ninafahamu sina uwezo hata kidogo wa kufilisi maneno katika kinywa chako. Kwa hivyo sasa, kwa heshima kubwa na taadhima na kwa unyenyekevu, naomba nikukaribishe uweze kuzungumza na hadhara hii katika usiku huu. Tafadhali sana, karibu mzee wetu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والشكر له على جزيل الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام. أما بعد، Mheshimiwa Waziri Abdallah Ulega, Mheshimiwa mwenyeji wetu wa hadhara hii Dr. Al-Hadi Musa Salum, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya Mheshimiwa Sharifu Saleh, Mheshimiwa mashekhe wote kwa ujumla wenu, Mheshimiwa viongozi wa dini, maaskofu tulionao na viongozi wa vyama vya siasa, waheshimiwa viongozi wa serikali, kila mmoja kwa ngazi yake na daraja yake, walimu wa madaris, viongozi wa taasisi, wagombea mbalimbali, kina baba na kina mama, vyombo vya ulinzi, vyombo vya habari, wapenzi wa Mtume Muhammad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siku zote nikiwa katika hadhara hii, kwanza inakuwa ni hadhara yangu, ndio daraja nilionayo katika hadhara hii. Pili, inakuwa na ile daraja yangu nilionayo ya Sheikh mkuu na mufti wa Tanzania. Leo nimelimitiwa, nimepewa uwakilishi na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yangu Kassim Majaliwa, nimwakilishe kwenye hadhara hii kama alivyoalikwa na Sheikh Al-Hadi Musa Salum pamoja na wazee alioshirikiana nao katika kuisimamisha hadhara hii, lakini pamoja na jumuiya ya maridhiano awe mgeni rasmi katika hadhara hii. Kwa mambo mbalimbali yaliyomzunguka na kwa mambo ambayo anayo yanayomkabili na ufinyu wa wakati aliokuwa nao, ameniomba nimwakilishe katika hadhara hii. Na mimi si mwanasiasa, lakini nalazimika kulipokea
na niko hapa katika kumwakilisha. Mheshimiwa Dr. Alhadi Musa Salum, waheshimiwa wazee na viongozi mnaosaidiana naye, Sheikh Alhadi Musa Salum, waheshimiwa katibu wa maridhiano na wazee wote wa maridhiano na viongozi wote wa maridhiano, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza anawashukuru sana na anaona amepata fahari kubwa sana ya nyinyi kumwalika na mkaamini kwamba anafaa kuwa mgeni rasmi katika maulidi ya bwana mkubwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pili, anawapongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, hasatan anakupongeza wewe Sheikh Alhadi Musa Salum pamoja na jumuiya ya maridhiano na wazee wote waliokuzunguka katika kufanikisha hafla hii ya maulidi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pili, anawapongeza kwa mara ya pili kwa kazi kubwa mnayoifanya na viongozi mnavyoshirikiana kupitia jumuiya ya maridhiano kuhakikisha kwamba swala la amani mnalisimamia vyema katika nchi yetu kwa juhudi kubwa za kujitolea na kwa kila mbinu. Mwenyezi Mungu awajaze kheri. Ameniagiza ni wadokeze kidogo swala la kudumisha amani ambalo limezungumzwa sana na mashekhe waliotangulia mwanzo. Wamelizungumza watu pia katika salamu zao, salamu za viongozi mbalimbali na salamu za viongozi mbalimbali wa dini mbalimbali waliosimama hapa wamezungumzia swala la amani. Ameniagiza nilisisitize kwamba ni swala muhimu sana na ni jambo ambalo liko katika wakati tulionao, jambo ambalo linatakiwa kudumishwa. Kwa hiyo hii ndio qadhiyatu saa, ndio jambo lililopo katika wakati wetu. Hakuna linalofaa kuzungumzwa zaidi katika zama hizi na katika nyakati hizi tulizo nazo, na hasa katika kipindi hiki ambacho tunaendelea kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Ni kipindi ambacho kama ilikuwa amani inahitajika zaidi, kipindi hiki inahitajika zaidi kuliko vipindi vingine vyote. Ameagiza ni wadokezee swala la amani. Hapa nitie taarifa kidogo kwamba amani, kuna na baadhi ya watu ambao, hii ni taaliki yangu sasa katika maneno niliyoagizwa, sio yake, natia taaliki yangu mimi katika hayo maneno yake, kwamba kuna na watu ambao wanaweza wakaona hakuna umuhimu wa amani, lakini kuna na watu pia wanaona kwa nini nazungumzwa sana amani, kwani hakuna jambo la kuzungumzwa. Hawa mashekhe wameishiwa ni elimu mpaka ikawa maneno yao ni amani, ni amani, ni amani. Jamani, hakuna jambo kubwa kama kujua, hakuna jambo kubwa kama ilmu. Ilmu ni jambo kubwa. Isibaba Sheikh Omar hapa kutoka Dodoma kazungumza sana masuala ya ilmu. Ilmu ni jambo muhimu sana, na mtu akiwa na ilmu hayumbishwi wala hawezi akatolewa katika mstari, kwa sababu inayomsimamisha katika mstari ni ile elimu alionayo. Kwa hiyo Mheshimiwa asema tuendelee kuhimizana kama mashekhe, tuendelee kuhimizana kama maustadhi, tuendelee kuhimizana kama makhatibu,
tufanye kazi ya kutoa khutba katika msikiti, katika hafalati, katika zetu mbalimbali, kuhakikisha kwamba swala la amani ni jambo letu, ndio daidano yetu sisi Waislamu. Mimi nitie kidogo hapa maelezo. Jamani, Uislamu wenyewe dini ya amani, jina lake ni amani. Huo Uislamu tulionao ni amani. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza sana amani. Muda hatuna, inahitaji masaa mawili kwa ajili ya muhadhara wa amani. Hapa tuko kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kila tulichokizungumza ndio kile ambacho ni sifa yake Mtume Muhammad. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia yeye anamtekea rehema mtume wake, lakini alipotuambia sisi akasema ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Yeye amesema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, tia mstari. Yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, kisha anatuambia sisi waumini, anasema ya ayyuhalladhina amanu sallu, tumtakie rehema Mtume Muhammad, wasallimu alayhi taslima. Ile wasallimu alayhi taslima imesimama katika masuala ya amani, tumtakie amani Mtume. Kuonesha tu muhimu wa amani. Mwenyezi Mungu ametuhimiza katika Qur'ani masuala ya amani. Wale wageni wa Nabiullah Ibrahim walipokwenda kwa Nabiullah Ibrahim walisema qalu salama, walitoa maamkizi ya amani, amani bin nasb, wa kunasibisha salama. Nabiullah Ibrahim walisema salamun alaykum qaumun munkarun, yakaleta kwa rafu salamun alaykum qaumun munkarun, hakuleta kama walivyoleta wale malaika ambao wameleta kunasibisha salama. Qalu salama, yakasema salamun alaykum qaumun munkarun. Tena wale ni watu ambao walikuwa hawajui. Nabiullah Ibrahim walipoingiliwa na wale wageni, alikuwa hawajui yeye wale ni watu gani, ni wageni kutoka wapi, hajawagundua kama ni malaika au ni wageni kutoka wapi. Wamekuja na shekhi za kibinadamu. Waliposema salama, yeye akawajibu salamun alaykum, amani shuke juu yenu, qaumun munkarun, watu ambao sio maarufu, sio wenye kujulikana mbele zangu, watu siwajui kabisa, qaumun munkarun. Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam naye anajibu kwa amani. Huu wote ni msisitizo wa swala la amani. Kwa hiyo Qur'ani nzima ukisoma vizuri utakuta msisitizo wa swala la amani. Lakini hakuna jambo kubwa kama jambo la kuingia peponi. Kuingia peponi tayari unaambiwa ingie katika nyumba ya kheri, ya amani, nyumba nzuri na kila kitu. Lakini Mwenyezi Mungu ataambia watu wenye kuingia peponi, anawaambia nini? Hamkumbuki mashekhi, udkhuluha bisalamin aminin, ingieni katika pepo kwa salama na kwa amani. Sasa pepo si kila kitu. Mtume anatueleza katika pepo fiha mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yaliyoko katika pepo jicho halijapata kuona kabisa, masikio hayajapata kusikia, masikio pia hayajapata kusikia. Wewe umesikia vitu vingi katika dunia na kuna vitu vingi umeviona. Hivi vyote vilivyoko duniani na yale yote unayosikia katika duniani, uko peponi utakuta vitu vipya ambavyo vilikuwa haviko katika dunia. Hukuwahi kuvisikia wala hukuwahi kuviona, vipya. Ni mahala pazuri
kuna mito, kuna nini, kuna kila kitu, kuna chakula, kuna hurul ain kaamthali al-lu'lu'i al-maknun. Wanawake wa peponi hawana ngwadu katika kujibu, hawana chochote, kila kitu kipo. Lakini Mungu anawaambia watu wa peponi waingie peponi, udkhuluha bisalamin, ingieni kwa amani. Kwani kuna kukosekana kwa amani katika pepo? La hasha wakalla, ni katika kuhimizwa watu umuhimu wa amani, uhimizwa watu umuhimu wa amani. Lakini maamkizi yao, watahiyatuhum fiha salam, maamkizi ya watu wa peponi ni amani. Hakuna maamkizi mengine kule, ni maamkizi ya amani. Hakuna shikamoo, hakuna masala hayo, ni maamkizi ya amani. Lakini wakiingia watu peponi wataambiwa salamun alaikum tibtum fa ni'ma uqba ad-dar. Illa qila salaman salaman, amani. Ndio kitu ambacho mmoja kwa sababu sisi mmoja waizungumza amani sana. Sasa Uislamu si yenyewe amani. Sasa ikiwa Uislamu wenyewe ni amani, itakuwa leje kuzungumza sana nini? Jambo la amani, unaweza kusali bila amani? Hadi maelezo kutilia, maelezo yanaagiza Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini Waziri Mkuu ameliagiza tena kujitokeza siku ya kupiga kura kwa utuvu na kwa amani, kisha mapema watu waiweke ile siku, wajiandae tarehe 28 kwa ajili ya tarehe 29 kwenda kupiga kura, kwa sababu kupiga kura ni haki ya kila mmoja, ni haki ya kila mmoja katika sisi. Na wewe usipoteze haki yako ukaacha kwenda kupiga kura. Kapigie ule ndio yote unamtaka, kampigie, kwa sababu hata kama utakuwa na chuki kwamba utaki kwenda, sio utapita yule sio utaka, haijakusaidia chuki, haijakusaidia. Utakuwa kama mtoto mdogo anakasirika kama hataki kula, anakasirika, anakimbia na nini, akirudi chakula kile kuishi, analia tena mara ya pili. Sililia ukakimbia, hili kilio cha pili analilia, aletea chakula kingine kipi, na ulikimbia mwanzo. Waljununu fununu. Lazima tuangalie namna gani ya kufanya ili haki yetu. Chagua mtu unayemtaka, uwe na uchaguzi, ikhtiyar ni kitu muhimu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Mungu wako anaumba kitakacho na anachagua. Hata Mungu anachagua katika mambo yake kwamba hivi uchaguzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa na wewe jitokeze tarehe 29 Oktoba mapema, umekishaswali, ushamaliza nyiradi zako msikitini, muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku yako ile iwe siku ya kheri na baraka. Baada inavyotakiwa katika swala fajr, baada hapo umuombe Mwenyezi Mungu mambo haya, muombe amani, muombe baraka, muombe riziki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha nenda kapige kura yako. Shamaliza kupiga kura, unarudi nyumbani, unaendelea na mambo yako mengine, kama kazi yako, kama fanya biashara, kama nani, endelea na mambo hayo. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu katika aliyoniagiza niyaseme, kumsemea kujitokeza siku ya tarehe 29 mwezi huu wa 10 Oktoba 2025 kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Jingine ndio hili lililomalizia, kuwa na maamuzi bora, sio bora maamuzi. Wenyewe wanaambia namna hiyo, ndio watu wawe na maamuzi bora, sio bora maamuzi. Bora maamuzi wangu kujifanyia tu sabaha la
au kujifanyia uonekane kama na wewe umekwenda. Wala maamuzi yatakuleta tija kwa maslahi yako wewe mwenyewe kama mwananchi, lakini kwa maslahi ya taifa kwa ujumla. Mwisho kwa maagizo yake anawatakia wote Waislamu na wasiokuwa Waislamu, bali Watanzania wote kuwa wasikivu, watuvu, kuzitumia fikra zao vizuri, kuyahifadhi na kuyafanyia kazi mawaidha yanayotolewa na mashekhe, pamoja na nyasia mbalimbali zilizotolewa, lakini na salamu zilizobeba ujumbe mzito kutoka kwa viongozi wa dini, viongozi wa siasa ambao wamekuja hapa wakatoa salamu zao, na akthar yao wametoa salamu zinazohusiana na amani, kwa sababu amani ndio jambo lililopo. Mimi niseme hatuna jambo katika kipindi hiki mzanguni wa Islam zaidi ya amani. Amani wetu kesho sana, ili uone amani ni kitu cha muhimu. Namalizia hilo langu mimi ya waziri mkuu yamekwisha, ni mkia tu dhaili unaita watu wa ilmu. Huu ni mkia tu utilia maneno ya waziri mkuu. Mimi nataka kutoa mfano mzuri sana, tutafanya fikra wasomi walimu madrasa na nini, umuhimu wa amani. Ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna usiku unaitwa Lailatul Qadr, usiku wenye heshima, usiku wenye heshima. Katika suratul Qadr aya 3 zimetembea katika kuutaja, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr. Maelezo, lailatul qadr khairun min alf shahr. Umetajwa mara 3 katika kuonesha umuhimu wa ule usiku, jinsi ulivyokuwa na ukubwa na una heshima, alafu ni bora kuliko miezi 1000. Sio kwamba unalingana na miezi 1000, ni bora ule usiku kuliko miezi 1000. Wakati unaposhuka ule usiku wa Qadr, katika hiyo usiku ambao kwamba ya Lailatul Qadr, Mtume amesemea sana kwa hadithi nyingi, litamisuha fi ashri al-awakhir min Ramadhan, mpaka mwisho. Ukishuka haushuki wenyewe, unashuka kwa sherehe, unashuka kwa kusindikizwa. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Lakini salamun hii ni amani tupu usiku huo. Huo usiku ni amani tupu. Vipi? Ni usiku zote Mwenyezi Mungu anakadiria khairi na shari za shuka. Khairi za shuka, shari za shuka, khairi za shuka, shari za shuka. Lakini ndani ya Lailatul Qadr inashuka khairi tupu, amani tupu. Ndio akasema salamun hii hatta matla'il fajr, mpaka kuchimuka kwa alfajr. Yani Mwenyezi Mungu anathibitisha kwamba usiku huu hateremshi jambo lolote la shari, jambo lolote la balaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya heshima usiku ule. Akasema usiku huo ni usiku wenye amani mpaka kuchomoza.